Hello people. Niko Hivi Kariakoo ndo bado. mkiwaende mnakoga chache hivi? Tunasubiriaga watu jinsi tunavyowapenda. Ziva, karibu sana. I think it's your first time, eh? Ndio. Mbona kama hii sauti naifahamu. Naomba ujitambulishe. Hello, naitwa Miriam. From M to Z imefikaje huko? Cousin. Mambo tu ni abe. Naomba uniletee dawa. Kuna mtu Hivi ananivuruga mnanisikia kweli? kichwa. Nakusikia. Kuna mtu ananivuruga kichwa. Unataka dawa yani? Dawa ya kichwa, kuna mtu amenivuruga kichwa. Si umpige jamani. Hayuko mbali, siwezi nikampiga. Hebu tuongee tu kiukweli. Kwa mfano kama Pascalina, mbona nickname yako ni Nyamji? Huyo hata sio nickname. Unajua ni jina la babu yangu, ni refu. Ehe, kwa kaamua kulifupisha. Sasa wakina Nyam wako wengi sana. Kwa hiyo kila mtu akaona afupishe anavyotaka yeye. Aha, na kwa hiyo nickname yako ni nini? Nimeona tu nalipenda ilivyokaa kifupi unyama, nikaona basi niishi nalo. Nickname yako ni nini? Ila ni jina la babu yangu. Nickname yako ni nini? Hiyo Nyamji. At least wewe uko au inabidi uwepo nayo ya kisomi zaidi. At least wewe uko karibu na alphabet. Inaanza MNOP. Kuna kina sisi kutoka hii tukarudi nyuma mpaka BS. BS AFQ. Hiyo maana yake ni nini kwanza na tukuulize? Blessed Shots Africa. Hii BS ni Blessed Shots Africa. Blessed Shots Africa. Okay, so Blessed Shot kama Blessed Shot ni tema ambayo wanaitumia jeshini. Pale ambapo mwanajeshi ana kwenye nini? Hii tunasemaga precision practice. Target practice, ile mambo ya kwenye target. Unakuta umewekewa ka shot ambacho watu wengi wanakosa. Yaani ni impossible kisayansi au kifizikali ni ngumu kupata shot. Kwa hiyo sasa if a soldier au mtu yoyote aka make the shot ambayo ni impossible physics, inaitwa a blessed shot. Kwa hiyo nikasema bwana, kama hii kitu ni tamu sana, je, nichukue. Lakini sasa blessed shot ilikuwa ndefu kwenye kuiandika Instagram, ikabidi niifupishe. Sasa nilikuwa niko based in Africa, so like nikasema sababu nafanya vitu vya graphics na labda mapicha nini, basi ngoja nijifanye kama ile blessed shot ni kazi ya mikono, yani like picha zitazotoka au kazi zitazotoka mikononi mwangu. So from there ikaanza BS. Lakini mara nyingine ile BS stands for bullshit, kwamba kuna saa nyingine naongea pumba, kwa hiyo it's bullshit Africa. Hiyo. Chief Dorothy. Yeah. Nasema uliwaza mbali sana, una kitu? Nitafika mbali. Chief Dorothy, shikamoo. Habari jamani za jioni. Nzuri. Swala kizushi, what's your nickname? What's my nickname? Jamani, mimi nickname yangu ni Miss Dreamy hiyo. Mwenye ndoto. Why Miss Dreamy?
How at least wewe unatembea mule kwenye alfabeti za leta yako. Una ndoto za Bunuwasi au ni ndoto za nani? Yeah, that friend was given to me with my friends kipindi ndo pale nimemaliza form 4. Nikwaga kila nikilala anaamka na another thinking, yani kuna muda unakuwa na ndoto za ajabu, yani things ambazo wewe mwenyewe mtu akizisikiliza anacheka, anasema hivi dada anawaza nini, yani you come with just some foolish imaginations, sort of they used to call me Miss Dreamy, kwamba I dream all the time. Tupe mfano sisi tutajaji kama ni ya ukweli au ya uongo, ya foolish. Tupe mfano. Kuleta kuwa rubani. Hapana. Mimi sijawahi kufikiria kuwa rubani. Ulikuwa unaota ndoto gani? Kuna siku tu ni yani sometimes unafikiri labda hakuna shule. Yaani nasema tu siku nikiwa mkubwa labda nikawa waziri nitakatisha swala la elimu. So such kind of things ambavyo they are very ridiculous na no, they're not sana. Sijui nani anaweza kukuelewa. We all have been there. Me personally have been there. Nishaitamanigi kuwa waziri and the next thing is no shule. Kwa hiyo we have always been there. Uko peke yako. Kwa na sisi tabidi tujibadilishe. Okay. Mimi nitakuwa Mr. Dreamy. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto za Abumwasi. Kwa hiyo inamaanisha before form 4 ulikuwa hauna nickname completely. Before form 4? Yeah. Sikuwaga na nickname, yani nilikuwa basi tu yani nina awkward names, yani names according to people wanani how they name me, kwa sababu nilikuwa I used to be a prefect tangia nimeanza pre-form 1 mpaka namaliza form 4, na kicho kwa nifanye niwe prefect kitu cha kwanza ni kuaga spend money works hizi. So that thing yani nilikuwa na name according to people, yani nilikuwa siongei. I used to be an introvert. So some people walikuwa wananiita na challenge another that introvert girl aongei. So yani ni mtu mwenyewe, mtazamo wa mtu alivyokuwa friendly with me ndo nickname alikuwa ananipa. Okay. For a person ambaye upendi shule umeenda mpaka pre-form 1. Sasa hiyo kweli watu changanya. Anyways, haina shida. Safari za hiyo. As we wait on watoto elimu. Yani I think shuleni wangetoa fimbo na mitihani, school could be very sweet. Sababu mimi ndo kitu ambacho kikwaga kinaniwazisha sana. Watenda makosa utawajua tu. Kwambia watenda makosa hata waogopiga fimbo unajua. Sasa wewe kwa nini unaogopa fimbo? Wenye makosa mimi I used to see like kunichapa me it's humiliation. Yaani unaga kuchapa it's humiliation, unanihumiliate mbele ya watu. Alafu unakuta kuna kale kamoja kazamu kanakuwa kamekuganda wewe wiki nzima. Kana kutafuta tu kwenye makosa. Hapo lakini you have to find a way. Yaani ukijijua kabisa yani kwamba wewe ni mtenda makosa, lazima utengeneze namna ya kusafisha njia. Yaani jisafishie njia, hata siku ukitenda kosa hakuna mtu anaweza kuamini kama ni wewe ndio umelitenda hilo kosa. Kila mtu atakataa. Ukiishi hivyo ndo tunavyoishi yani. Ndo tulikuwa tunastahimili hivyo. Uongei darasani upo mkimya, introvert nini, lakini una yako tu. Siku ikitokea ile hakuna mwalimu anaweza kukubali actually. Asema mmemwona mtoto watu mpole mkamuonea. So you just find a way out ya escape from some situations. You're being a black hermit. Hivi aliandika black hermit anaitwa nani? Remy? Au Remy alikuwa ni one of the nini watu wa cast ya Munda ni kwenye black hermit? Sio Ngugi. Ngungi wa Thiongo. Sio Ngugi. Shule jamani. Aliandika Remy things that we did for school. And it's living rent free kwenye kichwa changu sasa hivi. Ngungi wa Thiongo, Song of Lawino. Pass like a shadow. Why?
Ana Anyways, nakuweka on hold kuja tusalimie majirani wengine wakati tunasubiria watu. Wajina, uliwahi kabisa. Yo. Karibu sana, karibu. How are you? Yeah, wa kwanza leo. Yaani ndugu yangu, hata mimi niko nafungua I'm doing session great. pale, How's naambiwa everyone? somebody is waiting on the call. Ulisikia ni interview ni? How are you? And what was your nickname? Nimesubiria kwa hamu leo. I used to have one nickname. Mnanisikia? Yeah, we can. Lakini nikaja nikaifuta kwa sababu sina nickname. Nickname yangu ni hivyo Emmanuel Koroso. Kwa hiyo go by Emmanuel Koroso. Hivi kijana, let's talk ima to ima Ujisikiagi vibaya kwamba like I think like our name iko misused. Tuachane na the fact is kwamba it's misused. Watu wengi wanaitwa Ima. You don't Ima is so common bro. Yaani Ima is so common, alafu kuna Emmanuel wengine wameshatuchafulia jina huko bro. Mimi I was thinking kwamba ifike wakati tuandike petition as in serikali wafungie wazee kuwaita watoto wao like Emmanuel for angalau 2 to 3 years, walau kuwe na ka gap year ambapo tunajua like in the next kuna wave ya watu ambao hatakuwa wanaitwa Emmanuel, kwamba kwenye database zile za NIDA registration wakunga kama Farao alivyoambia wale wakunga kwamba ukiona tu mtoto wote wa kiume wewe fekelea. Na sasa hivi ukiona mtoto wote anaitwa Emmanuel, mwambie mzazi, hii jina ikubaliki, ibadilishwe, la sivyo upati cheti ya kuzaliwa. Hata miaka 10 mimi naona. Alafu sasa kuna mtu anauliza kwa nini nilifuta like your nickname? Nilikuwa na nickname yangu ilikuwa ni easy double EZY easy 06 hivyo kwa ajili, lakini ilikuwa ni niko form 3 nimedownload Instagram kwa mara ya kwanza na account ndio tu hiyo easy. Nikaja kujifikiria kaona haina maana kuwa na nickname, kwa nitumie tu hii hapo official, lakini kwenye accounts zingine labda wanatumia Brico. Brico ni katuni moja hivi ya kwenye Brico au Brico Zola. Ngoja ni type hapa Brico. Okay. Brico ni katuni moja hivi, ni katuni ya kwenye katuni ya Brico, mambo ya science kwenye Da Vinci, kwenye Captain America aliyesaidia kudesign sijui ile Super Soldier Serum, kitu kama hicho kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo ndio tu na kwenye Reddit kuna account moja nitengenezea hiyo, lakini kwenye Reddit natumia World ambao ni account yangu ya magame basi hivyo. Hiyo Brico ni kwenye wanaotumia nini inaitwaje tena hii jamani? Discord. Wanaotumia Discord. Discord ndio wanatumia Brico. Don't you lose track of your nicknames? No, never ziko hizo mbili tu, Brico na hiyo Well basi. Haina shida. Pascaline anasema namvuruga kawaida. Kwanzia session iliyopita kuna kipindi akakubali tu kwamba ameelewa, kumbe alikuwa hajaelewa, akaniacha mimi peke yangu, ndio naonekana mimi na kichwa ngumu sielewi, lakini fresh, mdogo tutatembea. Anyways, namuona Dr. Chief. Chief Upendo. Shikamoo.
au Chief Upendo uko kwa nimekuita chief kwa labda hujazoea kuitwa chief. Okay, Big, not Big. Upendo Kisaka. Hello. Marahaba, ujambo? Sijambo. Za wewe? Ni nzuri, za kwako na za kila mtu? As for me, I'm good. I don't know the others. Wengine wanasema CCM. Okay, naona Kumba. We are waiting for people and the people are not people Inc. Aha, nimesahau kukuuliza, what's your nickname? My nickname, okay, kwenye social media natumia Versus Upra. Why? So far that's my nickname. Why? Na umeanza kuitumia tangu lini? To start with, Upra nimeanza kulitumia form 1. Yeah, form 1. Form 1 kila mtu alikuwa okay, not kila mtu but almost 3/4 of my classmates walikuwa na nickname. And nilikuwa na this friend, nikaa nimwambia like how comes everybody has a nickname, like how do people make nicknames, yani unakujaje kuwa na wazaji yani mpaka unasema okay now this is my nickname. Akaniambia ngoja nikutengenezee. So akachukua the letters of my first name Upendo like Q and P, afu akachukua Aaron, my second name Aaron, akachukua A and R, alafu the H was like a swag, kwa hiyo ikawa Upra. Kwa akaniambia this name is nice, you can use it. Nikaipenda, so I've been using it since then. Kwa hiyo nataka kutuambia enzi zile kabla ya AI, hiyo ndio ilikuwa AI yenu. Yeah. Then nikaja baadaye kuongeza hiyo Versus. The Bible thingy. The Proverbs 31. Okay. Yeah. That makes sense. The Proverbs 31 wanamwongelea the Versus. Yeah. So I was like, okay, this person wanayemwongelea hapa is sort of a good character. Kwa nikaa nimeiongezea pale. Kwenye maisha yako hujai kuaga na zile zenye lisha mwishoni? Upendo lishas. Kwa kweli sijai kuwa nazo. Jina langu lenyewe aliendani. Upendo lishas. Au ndo una force hivyo. Fake it till you make it. Sijai kuwa na nickname yoyote. Okay. So I'll get back to you. Ngoja tumsalimie bosi wetu. Dada Asia, shikamoo. Jamani, shikamoo kaka Kio. Dada Asia, shikamoo binti jasiri. Mimi ni mdogo jamani. Kwenye kimbweta kani umri unaonekana hapa hivi. Lakini mimi sio mkubwa kama wewe. Kudadeki. Kwa nini unataka kuniambia mimi mkubwa? Kwa nini wewe unataka kunifanya niwe mkubwa? Nimekupa tu heshima dada yangu. Sio kwamba nimekuzeesha. Ni heshima. Wewe usinifanye watu wote wakaanza kunisalimia. Tena inabidi tukusalimie. Madam Vice President. Acha wawe huru. Ni naibu katibu naibu speaker bunge la Harvard ya East Africa.
Mtu mzito wewe. Mm. Nickname yako? Thank you jamani. Nickname yako? Au wewe ndo ule mtu ambao utumiagi? Nickname yangu? Mm. Nickname yangu ni Binti Jasiri. Hiyo umeanza kulitumia kipindi ambacho unaanza kuandika kitabu. Kitabu chako umeanza kukiandika ndo nickname. Au kuna nyingine ambayo unajua? VP, Vice President. Mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Okay. Mwezi wa 7. Ndio ulianza kuandika kitabu? Mwezi wa 7 tarehe 18. Ndo idea ya kitabu ilikuja? So ilikuja hapo, nilianza kuandika, ila idea ilianza kuja 2023 mwezi wa 12 tarehe 24. Mbona umetumia muda mrefu kukaa na idea na kuanza kuandika? Kwa hiyo nilikuwa nazipangilia kwa sababu na kusoma other sources, kufananisha, ili usije ukaandika ukawakosea watu. Kwa hiyo lakini pia nilikuwa naangalia na nini na pesa, si unajua kila kitu ni pesa. Kwa hiyo nilikuwa naangalia na mfuko wangu umekaa vizuri kwa muda gani, ili niweze ndo hivyo. Okay. Sasa watu wengine idea zao zinakujaga bafuni wakiwa wanaoga, sijui wengine wakiwa wanasikiza muziki. Wewe idea yako hii ya Binti Jasiri ilitokea wapi? Ndio. Mi idea yangu ilitokea mtaani, kwa sababu mi ni mtoto wa mtaani, lakini pia nilikuwa naona mabinti wengi sana tunajisahau, na kama tunaojisahau ni wale ambao tuna pesa, lakini wale ambao ni watoto wanatokea kwenye familia za kawaida na za chini zaidi pia wanajisahau, na wao wanakata tamaa, wanaona ndoto zao haziwezekani. Lakini the big source ni kwamba historia na mazingira ndiyo yanayotuaffect kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo idea yangu niliitoa huko kutokana na experience, lakini pia na research ambayo niliifanya kuhusu mabinti. Okay. Basi ndo hivyo. Hapo Kimbweta